maisha. Na mtazamaji, ikiwa ni Jumapili, katika taarifa zetu za KTN leo weekend tuna makala ya mwanamke ngangari, ambapo leo tunamwangazia mama mmoja ambaye hana uwezo wa kuona lakini amejizatiti kujikimu kimaisha akiwa na watoto vile vile ambao hawana uwezo wa kuona. Na katika sehemu ya Kisengere nyuma hii leo tunamwangazia mbunge wa Kapseret ambaye ni Oscar Sudi. Kwa kweli ametoka mbali. Katika sehemu ya pili mtazamaji, ni hususi ya jinsia hii leo tunauliza ni kwa nini watu katika ndoa kila mmoja anajiwekea mali kisiri mwenzake asijue. Ni nini inasababisha watu kujiwekea mali kisiri mume au mke asijue? Je, unaunga mkono hatua hiyo ya kuweza kuweka pesa kidogo ama nyumba mali fulani ambapo mpenzi wako au mchumba wako au mume wako asije akajua? Sehemu ya pili ni hususi ya jinsia. Bikifimbo atafika mtazamaji ataweza kuzungumzia swala hili nikiwa pamoja naye. Lakini kabla ya kuongezea taarifa kwa kina ambazo tumekuandalia mtazamaji, tupate vidokezo. Jamali niuliza unajua mwenyeina nikamwambia huyo ni baba yangu mkubwa. Atikuja Gilgil walipata ajali. Kamwambia hao nitoe simu hata niongee na yeye kama ningewambia. Naomba serikali tafadhali angalie hii mambo ya barabara inatuua inatumaliza. Familia za waathiriwa wa ajali ya Soisambu zazungumzia kuhusu kupoteza jamaa zao katika ajali hiyo. NASA yaandaa mkutano wa siasa katika kaunti ya Nakuru, huku naibu wa rais William Ruto akitafuta ufuasi magharibi ya Kenya. Mmoja wa kwanza akanivumilia, wa pili akanivumilia, wa tatu amenivumilia. Sasa wa nne ikawa shida. Mama hayupo kazi, mnaletana na baba. Sasa mama kwa peke yake na haoni. Na katika makala ya mwanamke ngangari tunamwangazia Brenda Kabendera ambaye hawezi kuona lakini anajizatiti maishani. Na karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara akiwa ni Willy Msila. Jamaa na marafiki wa waathiriwa wa ajali barabarani Roysambu wanazidi kupokea taarifa kuhusu ndugu na dada zao wasiamini yaliyowafika. Wengi walimiminika kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Gilgil, huku idadi ikifikia 20. Mwanahabari wetu Mark Namaswa anaarifu. Kwenye chumba cha kuhifadhi maiti hospitali ya Gilgil, jamaa na marafiki wa waathiriwa wa ajali eneo la Soisambu wakifika kujua ni yapi yaliyowapata wapendwa wao, akiwemo Sarah Achieng aliyempoteza dadake mkubwa. Kwanza vile alienda kwa gari akaniambia nasikia nimechoka, nikamwambia usiende tu kwa nyumba. Akaniambia ashakata gari sasa niende. Nikamwambia hata ungeacha tu hiyo pesa urudi kwa nyumba. Kuna matanga nilitoka Ukambani. Ikiwa ni mwisho wa mawasiliano na mwanzo wa mahangaiko, akipigiwa simu baadaye na kupata taarifa ya tanzia. Kufika saa 2 napata simu yake inalia. Huyo jamaa aliniuliza unajua mwenye hii namba? Nikamwambia huyo ni dadangu mkubwa. Atikuja Gilgil walipata ajali. Ujumbe wa mauti ukawapata ghafla jamaa wengine waliofika hapa wasijue pa kuelekea. Wengine kama familia ya Julius Omutoko wakipoteza jamaa zao wakiwa kwenye safari ya kumzika baba yao. Sote tumzika baba na ndugu yangu tena amewacha familia. Sasa hii familia nashinda juu kuna watoto watatu wenye imebidi jukumu ya baba alikuwa anafanya tumepoteza. Haya yakijiri tayari ukarabati wa eneo la mkasa umeanza. Wito ukitolewa kwa usalama barabarani kuimarishwa. Tangu nisikie maneno jana sijakula. Kwa hivyo naomba serikali tafadhali angalie hii mambo ya barabara. The vehicle did not even have an inspection sticker on the windscreen. That clearly indicates that these people are giving money on the road.
Idadi ya waliopoteza maisha yao imefika 20, nao maafisa wa Msalaba Mwekundu wakipiga kambi chumba cha kuhifadhi maiti na kuwapa jamaa ushauri na saha. Mark na Maswa, KTN leo wikendi. Na mtazamaji, ni ajali ambayo ilitokea katika eneo la Soisambu huko Gilgil. Na tukiendelea na taarifa zetu, vinara wa NASA wameishtumu tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC wakidai kwamba itashirikiana na Jubilee ama serikali ya Jubilee katika njama ya kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wanasiasa ama wana NASA wametishia kususia uchaguzi wapo mahakama ya rufaa itaamua matokeo ya uchaguzi yatangazwe na mwenyekiti wa IEBC badala ya kutangazwa katika kiwango cha afisi za maeneo bunge. Mwanahabari wetu Jeff Kirui ana taarifa hiyo. Uwanja wa Afraha kaunti ya Nakuru ulikuwa mwenyeji wa vinara wa NASA wakijaribu kunasa kura za kaunti eneo linalodhaniwa kuwa ngome ya Jubilee. Gharama ya juu ya maisha ikipewa kipaumbele, NASA ikisema ndio sababu tosha ya kufukuza afisini serikali ya Jubilee. This is a people's revolution. The revolution of the people of Kenya. Tuliamua baada ya majadiliano kwamba tupatie heshima kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atuongoze ile risasi yake ya mwisho isonge hawa jamaa. Jana wametutangaza ati on Wednesday wanaenda Mexico kuleta Uganda. Baada ya siku moja wanasema imefika. A government that commits an economic crime on all its people does not deserve to be called a government. Tangu uhuru, tangu 63, for the first time, bei ya maziwa inashinda bei ya petroli. Vinara hao wakionya Jubilee na IEBC kwa madai ya kupanga njama za wizi wa kura kwa kushinikiza matokeo ya urais yatangazwe katika makao makuu. Wana Jubilee wameenda mahakamani kupitia kwa IEBC. Tumeonya IEBC. Tumeonya IEBC. Hatutakubali. Hata mahakama hatutakubali. Mahakama itabadilisha hiyo sheria. Hakuna uchaguzi tena. Wanasiasa hao wameahidi kupigia vita jinamizi la ufisadi iwapo watachaguliwa Agosti 8. Wanaleta fertilizer bovu kwa sababu ya hali ya ufisadi. Hebu angalieni, mazao yake ni njaa, mazao yake ni bei ya unga, sukari ndio hiyo, watu wa Kenya kila mtu analia. Na ndio tunasema tutakuwa na unga revolution, ndio watu wa Jubilee wajue Kenya imeamka. Tunataka tuimarishe uchumi, tunataka vijana wetu wapate ajira. Sisi kwa NASA tunataka tulinde wakulima wetu na tuwapatie incentive ya kutosha mazao ambayo watatoa hapa itulishe sisi wote. NASA pia imemwasilisha rasmi Daktari Peter Koros kupeperusha bendera ya NASA kuwania gavana katika kaunti ya Nakuru kupambana na wengine akiwemo gavana wa sasa Kinuthia Mbugua na mgombeaji wa Jubilee Kinyanjui miongoni mwa wengine. Jeff Kirui, KTN leo wikendi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, tukiachana na wananasa, naibu rais William Ruto amewakashifu viongozi wa upinzani ambao wamekosoa hatua ya serikali ya kuagiza mahindi kutoka nje ili kuwasaidia Wakenya kutokana na bei ya bidhaa hiyo kupanda. Ruto amezungumza katika maeneo mbalimbali magharibi ya Kenya. Sema ya kwamba tunasambaza stima, wanatuambia mbona mnapeleka kwa nyumba ya nyasi? Kwani yule anaishi kwa nyumba ya nyasi si Mkenya? Ni Mkenya. Tukianzisha kampuni ambayo ilikuwa miaka 10 kama ya Pandeba, sasa inaajiri vijana karibu 500, na tunakubaliana mwaka ujao itaajiri vijana wengine 1000. Wanatuambia wapi Moshi? Wanatafuta Moshi pale kwa Pandeba. Sasa wewe unataka Moshi ama unataka mahali vijana ya kufanya kazi? Wanataka Moshi. Saa hizi
sasa wanaanza kutuambia bwana hii chakula imefika haraka. Wale walikuwa wanataka chakula hii leo ni wapata kazi gani? Na ni rasmi sasa kwamba gavana wa kaunti ya Kiambu William Kabogo yuko katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Kiambu katika uchaguzi mkuu ujao. Kabogo amesema kwamba atagombea kiti hicho akiwa mgombea huria na kudai kwamba uchaguzi wa mchujo wa Jubilee ulikumbwa na udanganyifu mkubwa. Atapambana na mbunge wa Kabete Ferdinand Waititu wa chama cha Jubilee. After much deliberations, having consulted my wife and the rest of my family, I stand here today to announce my independent candidature for the second time as your governor. Due to public demand, I have decided to honor the wishes of the people of Kiambu. Nitakuwa kwa ballot. I will be in the ballot. Na hii leo kwenye makala ya mwanamke ngangari tunamwangazia mwanamke mmoja kutoka eneo la Cheplaskei, kaunti ya Uasin Gishu. Brenda Kabendera ni mwanamke ambaye amepitia viki na maonjo ya dunia. Licha ya hayo hajakata tamaa. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei ana maelezo zaidi. Kwamba Mungu akikupa kilema ukupa na mwendo wake, ndio taswira kamili ya hapa. Brenda Kabendera, mwanamke mwenye umri wa miaka 45, anajitafutia posho licha kutokuwa na uwezo wa kuona vizuri. Hali yake ilimwachisha ndoa baada ya kujifungua watoto ambao vilevile hawakuwa na uwezo wa kuona. Watoto sababu nimezaa wa kwanza akanivumilia, wa pili akanivumilia, wa tatu amenivumilia. Sasa wa nne ikawa shida, ikawa chungu sasa. Akashindwa ni nini inaendelea huku. Lakini kwetu nimezaliwa kwa watoto 7. Hakuna mmoja hata mmoja akona kasoro. Na sisi wazazi wetu waniaga tukiwa watoto. Sasa mwenye angejibu swali labda ni mamangu ama babangu. Brenda anahisi kuwa bundi alililia katika ngome yake kwani alikuwa mwathiriwa wa ghasia baada ya uchaguzi mwaka 2007. Kitambo nilikuwa namaliza shamba na nalima vizuri. Sasa hizi limi nitagonga tu, nikigonga, niking'oanga, nikiendanga. Sasa si wengi wanaweza nikubali niwalimie. Mbali na changamoto zinazomwandama kama kupe, Kabendera amejizatiti maishani kuwafaa watoto wake masomoni. National Council for the Persons with Disabilities kama wanaweza fanyiwa registration wakapate pia kitu kidogo. Huwa nasikia kwamba walemavu wanapata kitu kila mwezi, lakini kwa familia hii hawajaweza kupata chochote. Sasa niliapply university kufanya diploma na baada ya apply sijasaidika. Niliapply na sikupata shule, hakuna vile mama anaweza nisaidia sana kwa sababu mama hayuko kazi na wametana na baba. Sasa mwanangu kwa peke yake na haoni. Hakuna kazi yenye anaweza kufanya. Pamoja. Tunafaa kuishi kwa pamoja. Na hasa sana walemavu wametengwa vibaya. Tumezunguka na labda kama si vita tungekuwa pamoja. Kwa saa hizi tumezunguka kila mahali. Unaona mlemavu ndio anapewa kile kia mwisho kabisa, ile mabaki yenye mebaki ya mwisho. Kwake maisha ni magumu, ila na imani kuwa atauona mwangaza wa ufanisi katika siku zake zijazo. Elvis Kosgei kwenye makala mwanamke ngangari, KTN leo wikendi katika eneo la Cheplaskei, kaunti ya Uasin Gishu. Vijana walijitokeza kwenye tamasha za kuonyesha vipawa vyao kama mitindo ya mavazi na urembo miongoni mwa mambo mengine. Tamasha hizo zilizofanyika katika hoteli ya Lord Errol chini ya kauli mbiu Spring into Style yalitambua nyota zinazokuwa nchini kwenye sekta ya wanamitindo. Sio kusakata ngoma kwa aina yake. Matembezi ya kuonyesha mitindo mbalimbali ya mavazi kutoka Kenya na mataifa barani Afrika, au hata mauzo ya aina tofauti ya mavazi, viatu na vitu vya kujipamba. Hoteli ya Lord Errol jijini Nairobi ulikuwa ukumbi muhimu wa maandalizi ya mankuli ya chajio yaliyoandamana na maonyesho haya ya kipekee. It's something we want to do yearly. And hopefully people will learn to buy their tickets in advance. Kando na kuonyesha vipawa kadha wa kadha vya wanamitindo nchini, 5% ya fedha zilizotokana na tamasha hizi zitawaendea wasiojiweza kupitia mradi wa Kim ulioko mtaa wa mabanda wa Kibera.
And so it's just a center which is basically for the community members of Kibera to come and really experience it and find out what the linkages are that we're creating for them, whether with jobs or opportunities or just empowerment. Grace Kamathi mwenye umri wa miaka 22 alihitimu na shahada ya masuala ya sanaa kutoka chuo kikuu cha Egerton. Lakini licha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana nchini Kenya, Kamathi wa mitindo ya Modabela aliamua kuupa kisogo ukosefu wa ajira. Leo watu wa matabaka mbalimbali wanapojumuika kwenye hoteli hii, kwa Kamathi hiki ni kivuno. Nauza sweet top ni kama hii ambayo nimevaa, ambayo inaweza kuwa crop ama inaweza kuwa t-shirts, na pia inaweza valiwa na couples, like naweza tengeneza ambayo inaweza valiwa na kijana na msichana, lakini zikuwe na vinafanana. Hayuko peke yake. Kadia Taya na umri wa miaka 17. Koti moja aina ya jeans lilomvutia kwenye mtandao lilimshawishi kuanzisha mitindo yake mwenyewe ya makoti aina ya denim yaliyo na mapambo ya aina. Hii ni kutokana na kipato cha fedha za mfuko alizopewa na wazazi wake. Okay, so the shorts are 2,800, the waistcoats like this one are 3,500, and the jackets are either 6,000 or 5,000. Kiingilio kwenye tamasha hizi chini ya kauli mbiu Spring into Style ilikuwa tiketi ya shilingi 7,500 kwa chajio na maonyesho na shilingi 1,500 kwa maonyesho peke yake. As Kenyans, we're very, very international with our dressing. We're very forthcoming, and I think that there was a good comparison to our shows and New York. I think it's great that there's also a celebration of Kenya's gemstones and jewelry cut, and that's great because you know, Kenya has a lot of hidden treasures. The best kept secrets are to be found in our gemstones. Kampuni ya Standard Group ilikuwa mojawapo wafadhili wa warsha hii. Sisi wa Kesho, KTN leo wikendi. Na katika Kisengere Juma hii leo ni zamu ya mbunge wa Kapseret Oscar Sudi. Usichokijua mtazamaji ni kwamba Oscar Sudi alikuwa mchoma makaa na kisha akawa kondakta wa matatu katika mji wa Eldoret kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa. Kweli ametoka mbali. Hebu tizama picha za umbali alikotoka. Bila shaka mtazamaji, Mheshimiwa Oscar Sudi ametoka mbali. Na chama cha KANU kilifanya uchaguzi wa mchujo katika eneo bunge la Fafi katika kaunti ya Garissa. Fafi ni kati ya sehemu ambazo kulikuwa na utata wakati uchaguzi wa mchujo wa chama hicho. Hamza Yusuf anaarifu kutoka katika maeneo ya Garissa. Majira ya asubuhi, wafuasi kutoka pande zote mbili walijumuika katika kituo cha polisi cha Garissa ili kujua hatima yao ya siku ya leo, iwapo watapiga kura au la. Na ni hapo ndipo walitofautiana kuhusu jinsi ya kuandaa shughuli hiyo. So what is basically now asking is the rights that has been given to the vote, which has been agreed by all parties. KANU agreed,
agreed. The three of them. What I'm asking, where have they been violated? Amado's brother. I'm wondering who Amado is. I was picked specifically. I'm a businessman. I was picked to come and do this. I want to. When I came, let me finish. I want to say categorically that there's serious foreplay here. Last night we had a meeting late night at 3 p.m. where we agreed at 3 a.m. where we agreed on certain modalities. One of the modalities was that tomorrow at 6:15 we'll be en route to the polling station. Haikuwa siku njema kwa afisa anayesimamia shughuli hii ya uchaguzi katika kaunti ya Garissa, hususan wa chama cha KANU, Bilal Osogo, kwani baadhi ya wafuasi wanasema kwamba alikeuka maagizo ya mahakama. It's a dealing that you're giving him a lot of airtime. We want you to give us direction. Tuliweza kuzungumza na wagombea wote wawili ambaye ni Abdikarim Osman na Sala Yakub, na walikuwa na haya ya kutueleza. We went to court. We went to court so that we have fully participated in this election process. This guy, Alileto Anagara Yujama, is having his own issues. He doesn't want to involve us in these elections. Why did I went to court? Letter of appointment. So that I have, even at a commercial letter of appointment, he doesn't want to listen to me. He's getting directive from somebody else, whether it is my competitor, whether it's the in-law of Moya, I don't know. So you're not satisfied? I'm not satisfied. I'm not going to participate in an election led by somebody like this. You know, it's a court order anyway. The first time we were given, the court instructed us to do a nomination, and my brother Salah Yaqub requested through the court. He was given, we agreed, and then there was a contempt again. We went back to court. He was given again. We were here again. So I think we should follow the court procedure and the court order. Malumbano hayo ya wafuasi iliweza kusababisha shughuli ya mchujo kuanza majira ya saa 8 hivi, na baadhi ya wapiga kura walikuwa na kauli zao. Nimefunga biashara jana kwa ajili nilikuwa nataka nipeane vote yangu ile mtu alikuwa nataka, na siwezi fungua hiyo biashara yangu mpaka nijue hiyo nomination imeenda vizuri. Mbivu na mbichi itajulikana saa 6 usiku pale hesabu za kura zote zitakamilika. Hamza Yusuf, KTN News, Fafi, Garissa. FC Leopards wameandikisha sare ya bao 1-1 na Zoo Kericho katika mechi ya ligi kuu nchini ambayo ilichezwa uwanjani Kenyatta katika kaunti ya Machakos. Baada ya kutofungana katika kipindi cha kwanza, Zoo walipata bao la ufunguzi kupitia mlinzi Stanlas Akia kunako dakika 57, lakini mshambuliaji Gilbert Fiameyo akawasawazishia Ingwe zikiwa zimesalia dakika 5 pekee. Katika mechi zingine, Gor Mahia wameongeza pengo kileleni mwa jedwali hadi alama 2 baada ya kuwalaza Nzoia Sugar bao 1 bila jibu, huku Posta Rangers wakiambulia sare tasa na Nakumatt. Mabingwa tetezi Tusker wamepanda hadi nafasi ya 4 baada ya kuwacharaza Suni Sugar mabao 2-1. Wednesday, then you play on Saturday. These guys, they play on Monday, then you play on Friday, Saturday. So that's why you see fatigues there. What do you think it took for you? Yeah, well, I wanted maybe to win this game so that I keep myself on the top 5. But soccer is soccer, you cannot force it. Once it doesn't come out properly, then you have to go back and make further mistakes so that the next game will make a difference. Kwa ile moja nimepata, maybe yale ambayo sikupata ni kuenda tena kwa mazoezi, kujitahidi kuona kama tunaweza funga zaidi. Peter Toroitich aliibuka mshindi wa makala ya 4 ya mbio za wanariadha wasiokuwa na uwezo wa kusikia ambayo iliandaliwa katika kaunti ya Meru. Toroitich aliandikisha muda wa saa 1 dakika 11 na sekunde 2. Simon Kubai alimaliza wa pili baada ya saa 1 dakika 11 na sekunde 24, huku Daniel Kiptum akichukua nafasi ya 3. Kwenye mbio za kinadada, Justa Kwamesa aliibuka na ushindi mbele ya Timiria Barasa, huku Dionida Okiago akimaliza wa 3. Lucas Wanjiro alishinda mbio za kilomita 10, huku Naibin Mushitoi akitoa ubingwa wa kinadada. We have gone all the way to here, and I've emerged number 1.
Then Kibai was number 2, Daniel Kutum number 3. That has been great. The race was okay, and I am very happy I became number 1. I was number 2, but next time I promise Deaf Olympics, I'll get a gold medal in 10,000, 5,000, and 1,500.